Bwana Yesu asifiwe, mtumishi wa Bwana. Karibu katika mwendelezo wa madarasa yetu ya mwanzo wa maisha mapya na kukulia wokovu. Tunaendelea tulipoishia. Leo tunaendelea na kipengele kinaitwa mamlaka. Zipo mamlaka kuu 3 zinazotenda kazi katika maisha ya mwanadamu. Mamlaka ya kwanza ni mamlaka ya Mungu, ambaye ni Mungu wetu wa mbinguni katika utatu wake mtakatifu, yule aliyesema na tumfanye mtu, yule aliyeumba mbingu na nchi. Yeye ana mamlaka juu ya vitu vyote, ana uweza juu ya vitu vyote, juu ya wanadamu na hata juu ya ibilisi. Mamlaka ya pili ni mamlaka ya mwanadamu. Hii mamlaka mwanadamu amepewa na huyu Mungu aliyeumba mbingu na nchi. Tunasoma kitabu cha Mwanzo 1:26 mpaka 30 kuwa kisha Mungu akasema, tumfanye mtu kwa mfano wetu, kwa sura yetu, atawale samaki wa baharini, ndege wa angani, wanyama wa kufugwa, dunia yote na viumbe vyote vitambaavyo. Basi Mungu akaumba mtu kwa mfano wake, na kwa mfano wake Mungu aliumba. Aliwaumba mwanamume na mwanamke. Mungu alimuumba. Mungu akawabariki na akawaambia, zaeni mkaongezeke, mkaijaze nchi na kuimiliki, muwatawale samaki wa baharini, ndege wa angani na kila kiumbe hai kitembeacho duniani. Kisha Mungu akasema, tazama nawapeni kila mmea duniani uzao mbegu, na kila mti uzao matunda yenye mbegu. Mbegu zao au matunda yao yatakuwa chakula chenu. Nao wanyama wote duniani, ndege wote wa angani, viumbe vyote vitambaavyo, naam, kila kiumbe chenye uhai, chakula chao kitakuwa majani yote ya mimea. Ikawa hivyo. Sasa hapa tunaona Mungu amempa mamlaka huyu mwanadamu. Maana yake kila kilichopo katika dunia alimkabidhi mwanadamu. Na ikumbuke muda huo mwanadamu anapewa hiyo mamlaka, ibilisi mwisho tena alikuwa shamtenda Yesu dhambi. Alikuwa shamtenda Mungu dhambi. Kwa hiyo alikuwa shatupwa katika namna ya nyoka. Kwa hiyo hata ibilisi alikuwa ametiishwa chini ya mwanadamu. Kwa mwanadamu alikuwa na mamlaka juu ya ibilisi aliyetupwa kama nyoka, na juu ya vile vyote vilivyokuwa vimeumbwa na Mungu pamoja naye. Yeye akawekwa kuwa mwangalizi na msimamizi na mtawala. Sasa tuone hii mamlaka ya 3 ilijitokezaje. Mungu hakuikusudia hii mamlaka ya 3 ambayo ni mamlaka ya shetani ya giza. Hii mamlaka ya shetani imejitokeza kwanza ibilisi alivyoleta uasi kule mbinguni, na pili kwa hapa duniani ilijitokeza baada ya mwanadamu kutenda dhambi ya kutokutii kwa kulaghaiwa na ibilisi aliyekuwa ni nyoka tu kama nyoka, yani alikuwa ameshushwa kwenye hadhi ya mnyama nyoka, na mwanadamu alikuwa amepewa kumtawala kabisa. Kitendo cha ibilisi kumdanganya mwanadamu na akakubali kutii uongo wake, naye mwanadamu akamwasi Mungu, na ile mamlaka iliyopewa wanadamu ya kutawala, ya kumiliki, kama tumevyoona kwenye Mwanzo 1:26 mpaka 30, akawa nayo ibilisi au shetani. Na ndipo mamlaka ya shetani ilipojitokeza na ikawa ina nguvu juu ya mwanadamu. Manake mwanadamu aliibiwa mamlaka yake kwa kuweza kudanganywa na ibilisi na kuingia katika mtego wa udanganyifu. Hivyo ndivyo ambavyo mamlaka hizo 3 zinatenda kazi, ambapo Mungu amekuja duniani ili kumrejeshea mwanadamu mamlaka yake kwa kuachilia wokovu. Mtu akiokoka anatoka chini ya ibilisi. Kwa kuwa mwanzoni ilikuwa ni Mungu afu mwanadamu afu chini ibilisi. Baada ya anguko la mwanadamu ikatokea ni Mungu, ibilisi, mwanadamu. Mungu akaamua shuka duniani kama mwanadamu kumrejesha mwanadamu kwenye nafasi yake ya utawala na umiliki, na shetani kuwa chini yake. Ndio maana sisi tuliokoka tumerejeshwa ile mamlaka na shetani uko chini yetu. Hatushindwi na dhambi wala mauti. Tumeshindiwa kama Yesu alivyoshinda. Amina. Tuendelee. Kitu kingine ambacho tunaenda kujifunza ni mambo ambayo unayoyapata unapoendelea kukua kiroho katika maisha yako ya wokovu. Mambo unayoyapata unapoendelea kukua kiroho
katika maisha yako ya wokovu. Ni kama faida vile. Tuone ya mambo. Jambo la kwanza, unapata mtazamo mpya wa kimungu. Unaanza kutazama kama Mungu anavyotazama. Tunasoma Yohana 10:10, neno linasema kuwa mwivi haji ila aibe na kuchinja na kuharibu. Mimi nalikuja ili wawe na uzima, kisha wawe nao tele. Kwa nini Mungu anaachilia maneno? Anaachilia ni kwa sababu alichokuja kukifanya hapa duniani ni uzima. Kwa hiyo mwanadamu atakayekubali kuokoka anapewa uzima. Ibilisi yeye alikuja ili kuleta uharibifu. Na huo uharibifu ndio ulioharibu fahamu zetu, nafsi zetu zilizobeba fahamu. Na tukawa tuna mitazamo ya giza. Lakini sasa wokovu umeachiliwa, naye Yesu Kristo amekuja ameuleta uzima, tena uzima tuwe nao tele, na tunapata mitazamo ya kiuzima, ile mitazamo ya aliyo juu. Tunaanza kutazamia vilivyo juu, sio vya hapa duniani, kwa sababu hapa tunapita tu. Okay, jambo la pili ambalo unalipata unapoendelea kukua kiroho katika maisha ya wokovu ni unapata kujua mambo mapya. Maana yake unafunuliwa siri za kimungu. Tunasoma Mathayo 28:20 kuwa na kuwafundisha kuyashika yote niliyoamuru ninyi, na tazama mimi nipo pamoja nanyi siku zote hata ukamilifu wa dahari. Kumbe tunapata kujua kwamba cha kwanza, tunao uwepo wa Yesu kwenye maisha yetu na yuko nasi muda wote. Na kama Yesu yuko nasi muda wote, tunapewa kujua yale ambayo hata tukua tunajua katika namna ya kibinadamu. Na Waebrania 13:5 inasema msiwe na tabia ya kupenda fedha, muwe radhi na vitu mlivyo navyo, kwa kuwa yeye mwenyewe amesema, sitakupungukia kabisa wala sitakuacha kabisa. Kwa unaanza kupata mtazamo tofauti na wa zamani kwamba Mungu yuko mbinguni, mbali. Mbinguni ni kule, yuko mbali mpaka nisikie. Wewe ni nyumba yake. Ndiyo, yuko mbinguni, na Mungu ana uwezo kwa mahali kote kwa wakati mmoja, na amekuteua wewe kama hekalu lake. Anaishi ndani ya mwili wako, roho na nafsi yako. Kwa hiyo mtazamo unaanza kupata mpya na unaanza kujua mambo mapya. Baada ya kupata mtazamo mpya wa kimungu, unaanza kupata kujua mambo mapya. Jambo la tatu ambalo unalipata ni ramani na mwongozo. Unapata ramani na mwongozo wa maisha yako, ule ambao Mungu aliweka tangu kumbu kwako. Kumbe kila mmoja wetu Mungu tangu anamuumba alikuwa amemkusudia yale yaliyo mapenzi yake katika maisha yake yote. Labda katika mwaka 2026 au 27, 28, 2020 na kadhalika, nimemkusudia huyu mwanangu awe ameshaokoka, na katika kuokoka kwake ameshaanza kunitumikia. Basi unakuta ile ramani unaanza kujulishwa na wewe, aidha kwa njia ya ndoto, mafunuo, maono, au kwa kusema na wewe waziwazi, kutumia watu wake, au wewe mwenyewe kwa kusikia sauti. Pia jambo la 4 unalolipata unapoendelea kuwa kiroho katika maisha yako wokovu, unampata Mungu ambaye utaishi naye kama rafiki na kiongozi wako. Tunasoma Korintho wa 2:3-18 inasema kuwa lakini sisi sote kwa uso usiotiwa utaji, tukiurudisha utukufu wa Bwana kama vile katika kioo, tunabadilishwa tufanane na mfano huo huo toka utukufu hata utukufu, kama vile kwa utukufu utokao kwa Bwana aliye Roho. Mungu anakuwa ni rafiki na kiongozi wako. Mungu anatuongoza katika kufanana naye. Naye Mungu amejawa na utukufu. Unapoendelea katika maisha yako ya wokovu, Mungu anaanza kukupandisha viwango na viwango. Kwa nini? Kwa sababu amekuwa ni rafiki na kiongozi wako. Kwa hiyo hapo itakubidi umtii tu ili uendelee kuwa na urafiki naye, na kwa kuwa ni kiongozi mwema atakupeleka katika utukufu hata utukufu. Ni mambo unayoendelea unapoendelea kuwa katika wokovu wako. Jambo jingine unalolipata unapoendelea kuwa katika kiroho katika maisha yako wokovu, unaupata uhusiano mpya na Mungu, tena uhusiano wa kipekee. Unahusiana na Mungu katika namna ya kipekee. Tunasoma Waefeso 2:19-22, neno la Mungu linasema kuwa basi tangu sasa ninyi si wageni wala wapitaji, bali ninyi ni wenyeji pamoja na watakatifu, watu wa nyumbani mwake Mungu, mmejengwa juu ya misingi
juu ya msingi wa mitume na manabii. Naye Kristo Yesu mwenyewe ni jiwe kuu la pembeni, katika yeye jengo lote linaunganishwa vema na kukua hata liwe hekalu takatifu katika Bwana. Sasa tunaona kwamba Mungu ametufanya sisi sio wageni tena. Kwa nini tumeingia katika wokovu? Katika familia yake ya kimungu sisi sio wageni tena, na ametupa kuhusiana naye katika namna ya uspesho sana. Ni namna ipi hiyo? Tunahusiana naye kama mawe yaliyo hai. Tunasoma Petro wa kwanza 2:5. Ninyi, anasema ninyi nanyi kama mawe yaliyo hai mmejengwa muwe nyumba ya Roho, ukuhani mtakatifu, mtoe dhabihu za Roho zinazokubaliwa na Mungu kwa njia ya Yesu Kristo. Sisi tumekuwa mawe yaliyo hai. Huku juu tunaona kwamba Yesu Kristo ni jiwe kula pembeni. Kumbe Mungu hutufananisha na yeye. Hakuna jambo ambalo Mungu atatufananisha tofauti na yeye, kwa sababu ametuumba kwa sura na mfano wake. Kwa hiyo ile sura na mfano wake tunaipata tu kwa kuokoka. Kwa tunapoendelea kukua katika wokovu, tunakuwa na uhusiano mpya. Tunahusiana naye kama mawe yaliyo hai, wakati yeye ni jiwe kula pembeni. Uhusiano mwingine especially tunahusiana naye ni kama askari. Tunasoma Timotheo wa pili 2:3-4. Neno la Mungu linasema, ushiriki tabu pamoja nami kama askari mwema wa Kristo Yesu. Hakuna apigaye vita ajitiaye katika shughuli za dunia, ili ampendeze yeye aliyemwandika awe askari. Amesema kama askari mwema wa Kristo Yesu. Sisi tu maaskari wa Kristo Yesu. Muda huo Kristo Yesu yeye ni jemedari wa vita. Kwa umeona Mungu anatufananisha na yeye. Akituita mawe yaliyo hai, yeye ni jiwe kula pembeni. Akituita askari, yeye ni jemedari mkuu wa vita. Sasa tunapata kuhusiana naye katika namna special, kwa sababu sisi sio wageni tena mbele zake, tu wenyeji, kwa sababu tumepokea wokovu na tumefanyika kuwa wanawake, watoto wake. Haya, namna nyingine ya kuhusiana naye tunaoipata, tunahusiana naye kama mwili na viungo vya Kristo. Mwili na viungo vya Kristo. Sisi tunakuwa ni kama mwili wa Kristo, au kwa lugha nyingine tunakuwa ni viungo vya mwili wa Kristo. Waefeso 1:22-23, neno la Mungu linasema hivi: akavitia vyote chini ya miguu yake, akamweka awe kichwa juu ya vitu vyote kwa ajili ya kanisa, ambalo ndilo mwili wake, ukamilifu wake, anayekamilika kwa vyote katika vyote. Anasema awe kichwa juu ya vitu vyote kwa ajili ya kanisa. Hapa ni Mungu alimweka Yesu Kristo, Mungu katika nafsi mwana, awe kichwa juu ya vitu vyote kwa ajili ya kanisa, ambalo ndilo mwili wake. Kwa sisi kanisa ni kina nani? Ni sisi tu mwili wake, Kristo Yesu, mwili wa Kristo Yesu. Umeona? Kwa Kristo Yesu kama kichwa, sisi ni kanisa, ni mwili, ni viungo vya mwili wake. Kwa umeona Yesu Kristo ni kichwa, sisi ni viungo. Mwingine amefanywa kuwa mkono, mwingine mguu, mwingine nini. Kwa ndivyo ametufanya. Mungu hatutofautishi na yeye, kwa sababu sisi na yeye ni kitu kimoja. Tunapata uhusiano mmoja baada ya kuokoka. Haya, mambo ambayo itakupasa uyajue unapoendelea kuishi katika maisha ya wokovu. Cha kwanza unatakiwa ujue kwamba unapoendelea kuishi katika wokovu kuna furaha ya aina yake. Tunasoma Warumi 5:1-5 kuwa basi tukisha kuhesabiwa haki itokayo katika imani, na muwe na amani kwa Mungu kwa njia ya Bwana wetu Yesu Kristo, ambaye kwa yeye tumepata kwa njia ya imani kuifikia neema hii ambayo mnasimama ndani yake, na kufurahi katika tumaini la utukufu wa Mungu. Wala si hivyo tu, ila na mfurahi katika dhiki pia, mkijua kuwa dhiki kazi yake ni kuleta saburi, na kazi ya saburi ni uthabiti wa moyo, na kazi ya uthabiti wa moyo ni tumaini, na tumaini halitahayarishi, kwa maana pendo la Mungu limekwisha kumiminwa katika mioyo yetu na Roho Mtakatifu tuliyepewa sisi. Tumepewa Roho Mtakatifu ndani yetu na pendo lake limemiminwa ndani yetu. Hapa anasema tufurahi katika tumaini la utukufu wa Mungu. Unapookoka, unapoendelea kuishi katika maisha ya wokovu, kuna furaha ambayo unayo utaipata, ambayo dunia haiwezi kukupa. Umeona? Ipo furaha ambayo ujue kabisa kuna furaha ipo ambayo unayo.
ambayo dunia inaweza ikakupa.